Wagwan. Zuka hula. Wagwan. Zuka hula. Mbona kama mmechoka? Wagwan. Zuka hula. Nadhani inafahamika kuwa tumeshamaliza theory. Kwa hiyo tunaelekea katika practical ya mtaani. Hivyo naomba sheria zetu zifuatwe. 13. Tuambie sheria namba 7 inasemaje? Sheria namba 7 inasema, hapa mjini hatuna ndugu wala jamaa, na hakuna kumuonea huruma mtu yoyote yule. Na atakayegundulika ana ndugu ama jamaa, basi adhabu kali itafuatwa. Atawekwa chumba cha adhabu miezi 2 au kifo. G Master, waelekeze sheria namba 8 inasemaje? Sheria namba 8 inasema chochote kinachopatikana mtaani ni lazima tufuate nyumbani. Na yoyote atakayekutwa na tatizo lolote ni jukumu letu kumsaidia. Tamika, sheria namba 10 inasemaje? Sheria namba 10 inasema hairuhusiwi mtu yoyote yule kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtu yoyote. Nadhani imeeleweka vizuri. Nataka sheria izingatiwe. Yoyote atakayeenda kinyume na makubaliano yetu, kifo kitamhitaji. Basi juu maisha atogopa kesi, tunangamiza ukitukopesha wala tuwezi kulipa. Saskia wanawakuzamia, ukitaka visa njoo tutakupatia. Tatizo so sisi, tatizo ni shida, zimetufuata sisi nasi tutakupa faida. Ukitucheki yani watu tumewaka, kisha tuna jinsi alafu chini kuna moka. Yeah, huku tuna smoka, inga kwenye lada ndugu yangu utacheuka. Siku atulaliwa unu tunasaka tunasaka hata kama ni hatari tupo tayari kuziuza Wagwan, sindo maniga, wale waone wengine wanaiga. Wagwan, tunawapiga, yeah. Wanajikuza yani number one, tunawakimbiza. Kina fulani, wanajiuguza, yeah. Yani wanajiuliza, kuna nini wanazani kama tumekuliza, yeah. Tukiingia kitaa, wala sisi hatupendaje maneno. Na kama ukikataa wewe bro. Naomba simu yangu. Simu gani? Simu yangu si hapa. Usinisearch mimi wewe. Unanijua mimi wewe? Wewe unanijua mpaka unisearch? Unanijua vizuri mimi. Sikiliza usiete mazoea. Sasa hivi mdogo wangu unanichukulia poa, unanijua mimi wewe? Mshamba wewe. Maisha ni tafu kweli kweli.
Bila kuwa ngaa, hakuna yeyote atakayefanikiwa kati yetu. Ni kupambana. Au mnasemaje? Bado poa tu mwanangu. Wagwan, zuka ule. Wagwan, zuka ule. Wagwan, zuka ule. Kila gang ina utaratibu na sheria zake. Kapela, sheria namba 10 inasemaje? Sheria namba 10 inasema haruhusiwi mtu yeyote kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Na endapo atabainika mtu yeyote ana mahusiano ya kimapenzi, adhabu yake itakuwa ni kufungiwa miezi 2 kwenye chumba cha adhabu ama kifo kabisa. Vizuri. Vizuri sana. Sasa basi, kati yenu hapa kuna watu wana mahusiano. Kapela, sitokuua wewe, ila ili wekenya akilini. Sindu wala tafutaji wa kitaa, ukijichanganya basi juu maisha. Atogopa kesi, tunangamiza, ukitukopesha wala tuwezi kulipa. Saskia, wanawakuzamia, ukitaka visa njoo tutakupatia. Tatizo so sisi, tatizo ni shida, zimetufuata sisi nasi tutakupa. Kuna mwanamke ana mahusiano na Kapela. Kama mnavyojua, Kapela anamtegemea sana kwenye kazi yangu. Kwa hiyo kuna mambo na hisi yataharibika nikiendelea kuyatazama haya mahusiano. Nahitaji huyo mwanamke auawe. Sawa mkuu. Majibu ya kazi yako ni ndio. Safi. Yeah. Wagwan, sindo maniga, wale waone wengine wanaiga. Oya kicha wangu jana umezingua kishenzi yani. Ndio. Wewe jana pale kubatakiwa usiondoke. Oh. Oya, sikufichi mwanangu kuna wachuchu walikuja na madogoli kibao. Yaani pale yenyewe mwanangu jana kuna bonge la kamshanke. Yaani ile ngii. Kange. Na kuomba mara moja tuongee samani. Oya, inawezekana kaadili. Umeona? Oh, vipi wewe? Chai nini wewe tuliza kumbwala unakuja hapo na hema unarusha uje tupo maskani hapo. Kange. Si unajua geni yetu hairuhusiwi mahusiano ya kimapenzi. Na unafahamu kabisa Kapela ana mahusiano na Halima. Pia nafahamu. Sasa, leo nimetoka kusikia jambo. Bosi alikuwa anatoa maagizo, Halima anatakiwa hauawe. Halima anataka kuuliwa na bosi? Ndiyo. Sasa nikaona vyema nije haraka kwako ukampatie taarifa Kapela. Hajiandae na hili ili aweze kumkinga Halima asiuawe. Usijali mama yake. Kuhusu hilo nitalikamilisha tena muda huu sasa hivi. Nitamfuata Kapela na kumwelekeza kila kitu kwa sababu hii haiko sawa. Na kuomba ufanye sasa hivi haraka sana. Usiwaze.
Nginja hapo yenyewe baridi, mimi nitamaliza kila kitu, nitampanga Kapela. Sawa, na Fresh. kuomba Usiwaze yani uhakika. Oya senpai. Hapo yenyewe wida ile kichampali si unajua? Hivi hapo yenyewe ile. Hapo wenyewe ngia ipingwe ikatoksi alafu sheria lula. Baridi hapo hapo nikukute. Haina shida. Nadhani unamkumbuka huyo mwanamke. Ndiyo namkumbuka. Licha ya Tanu kuniruhusu niwe na geng yangu, lakini moyo wangu umejawa na chuki dhidi yake. Imepelekea mpaka kujenga visasi dhidi yake. Sawa bosi, hilo nalielewa. Kitu kingine, ongeza vijana wa kazi, kwa sababu kuna kazi kubwa sana inatakiwa tuifanye hapo baadaye. Nikutoe tu wasiwasi bosi. Kuhusu vijana wa kazi nitalifanyia kazi, na kuhusu mtu yoyote ambaye anakuwa kikwazo kwako bosi, mimi nasubiri ruksa yako tu. Niko tayari muda wote kumchinja yoyote anayekuwa kikwazo katika game yetu. Vizuri sana. Lakini kwa sasa tufocus kwenye kazi na kuimarisha ngome zaidi, ili tuje tulipe kisasi. Keep it in your mind. Okay sir, don't worry. Umekuja naye huyu hapa kwa sababu yeye ndo ana mzigo. Hakikisha haijirudii tena. Nimekuelewa bosi. Ukijichanganya basi juu maisha atogopa kesi tunangamiza, ukitukopesha wala tuwezi kulipa. Saskia wanawakuzamia, ukitaka visa njoo tutakupatia. Tatizo so sisi, tatizo ni shida, zimetufuata sisi nazi tena faida. Ukitucheki yani watu tumewaka, tisheti na jinsi alafu chini kuna moka. Yeah, huku tuna smoka, inga kwenye lada ndugu yangu utacheuka. Siku atulali uma unu tunasaka do, tunasaka do, tunasaka do. Hata kama ni hatari tupo tayari kuziuza lo, kuziuza lo, kuziuza lo. Ina maana siku nzima ya leo mzigo ndio huu tu? Samahani bosi. Nafikiri tumechelewa kuingia kazini. Huu ni uzembe. Hakikisha haijirudii. Nimekuelewa bosi. Na nakuahidi nitafanya kama ulivyosema. Mnaweza mkaondoka.
sikiza nikwambie. Unanikondesha vibaya sana yani. Na endapo ukinikubalia, nitakununulia chips mayai kila siku nakuletea. Dada yako hawezi kujua. Toto jamani. Toto nitakipata vipi hiki? Toto yau. Cheupe kuliko. Sasa nini? Vipi? Mbona mabegi? Mimi naondoka dada. Nimechoka. Unaenda wapi? Naenda huko napopajua mwenyewe. Sababu ya kuondoka ni nini? Muulize mumeo. Yaani kuondoka kwako wewe ndio sababu ya mimi hapa? Mke wangu, hebu msikilize. Balkis, najua kila kitu kukuhusu. Tangu mwanzo ulikuwa wewe unamfuatilia mume wangu na ukajifanya kwamba utambui kama ni mume wangu mimi wa ndoa. Sijui unanielewa? Sasa mimi matendo yako nilishayachoka mama. Kwa kuwa tu ni ndugu yangu, nikaona ya nini niendelee tu kukulea. Sasa leo kama umeamua kubeba mabegi yako kuondoka, nenda. Nenda huko unapotaka kwenda. Na ukiniona kokote utakaponiona, usijue kama mimi ndugu yangu. Subiri nikwambie. Wahenga walikuwa wanasema hivi, kuvuja kwa pakacha nafuu ya nani? Ya mchukuzi. Sasa wewe leo umeamua kwenda mama, nenda. Nenda. Alafu lingine mimi mke wangu ninachokwambia kitu kimoja. Huyu atakuwa ametafuta sababu tu, yaani katafuta sababu kila kitu. Huyu atakuwa kuna bwana anamtorosha. Huyu kuna bwana anamtorosha kabisa. Sawa dada. Mimi naenda. Liangalie. Ilivyokuwa linafiki hadi machozi linamwaga. Jamani duniani kuna watu wanafiki. Muone vile. Jamani, hata kutugombanisha huyo. Na wewe naye twende ndani.